Promova TV, a home of testimonies. Sawa, mtumishi wa Mungu, hebu kidogo hili swala la shule uliweke vizuri hapa kabla hatujaendelea. Unaposema kwamba umeailisha kule, umeacha, ina maana gani? Ni kwamba umepostpone kwamba uta resume baadaye, ama ni kwamba umecancel kabisa kuhusiana na hili swala la shule? Mimi ninavyojua, unapotakiwa upostpone unatakiwa uandike nini? Barua hii barua uje kulijumu. Lakini mimi sijafanya hivyo na sitegemea kama nitafanya hivyo. Yaani kwa kifupi kwamba sitegemea kama nitaendelea na chuo, maana na mzigo mkubwa sana wa kutumikia Bwana. Hata kama nitasoma baadaye siwezi kuwa na ajira, maana siwezi kubalance huko kwenye ajira na huko katika masuala ya utumishi. Nitafeli sehemu moja au nitapeleza sehemu moja. Najua katika nchi yetu sasa hivi swala la ajira sio la msingi sana. Cha msingi tu kama una kama kitu kinakuingizia hela. Sababu mimi nina biashara yangu tu ndogo tu ambayo inaweza kunilisha na kunilipia kodi pia. Kwa sitegemei sana ni masuala ya ajira niishi au nifanye. Kwa hiyo sina haja kuendelea na kusoma. Ila sija postpone na sija resume wala sija resign. Ila yamkini huko mbele basi nikaenda kuacha chuo moja kwa moja. Lakini kwa kuwa tunapoenda Bwana kama atanipa kibali cha kuendelea na kusoma, nitasoma. Mimi nitamsikize. Lakini habari ya utumishi sasa hivi nimewekeza sana katika masuala ya utumishi. Nimeinvest sana katika utumishi. Nataka nimtumikie Bwana na nifanye kusudi lake. Maana kila mtu anapokuwa anazaliwa huwa anapewa kusudi la kutimiza akiwa hai. Sasa nikiendekeza kwamba kusoma alafu nikasahau huko kwa Mungu, watu wanafia katika dhambi. Kwa sababu ni wai hawa ni waponye, alafu masuala ya kusoma, masuala ya kula kuvaa Mungu atashughulika na yeye yani, kwa sababu mtu anasoma ili apate ajira, apate pesa kujikimu. Kwa hiyo mimi sina haja na hivyo kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba kwa baadaye huko pengine ukipata kibali cha Mungu, lakini pia ukapata fedha, maana umezungumza pia kwamba ni changamoto ambayo ilisababisha kuweza kusitisha, ukapata fedha binafsi wewe mwenyewe, unaona kuna ulazima wowote ama umeona bora tu uiache ili uendelee na huduma moja kwa moja? Kibinafsi sidhani kama nitaendelea na shule labda utumishi. Ila kama kitokea ulazima sana ni kwamba nimekaziwa sana, nimebanwa, nitamsikiza Mungu pia. Kama ataruhusu basi kuendelea, maana nataka tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Na pia Mungu ana njia nyingi sana za kumtoa mtu katika eneo moja ama jingine. Kwa pengine huu ni wakati Bwana sasa kwamba ni invest katika masuala ya utumishi. Pengine ni Mungu tu kafungua njia nikose ada ya kuendelea chuo ili niendelee na kuhubiri Injili. Pengine Mungu tu kafungua njia ili nikose ada kuendelea na chuo. Sawa? Maana pengine akaona mbeleni huko nikipata kazi na kuwa mtu mwingine wa ajabu. Pengine nitapenda pesa na kusahau masuala ya utumishi. Kwa ya Mungu ni mengi, kwa tumwachie tu Mungu hilo swala. Na kama mtu kunipangia katika swala, mimi ndo na sababu maisha ni yangu mimi. Life is mine. Ni ile ani kula mimi kuvaa kufanyaje kodi ni mimi mwenyewe. Kwa nobody anaweza kunipangia kwamba fanya hivi, hapana. This is my life. Okay, sawa. Kwani kwa sasa una familia pengine tayari, una mke, labda watoto na familia, ama bado? Amen. Namshukuru Bwana ninaye mke kutoka Babati. Na pia nimebarikiwa mtoto na akampa jina Revival. Yani uamsho. Yeah. Ni wa kiume. Yeah. Sasa hivi ana kama mwaka hivi na miezi. Yes. Amen. Sawa. Hebu sasa tueleze kuhusiana na huduma. Baada ya kuwa umekushapata wito sasa na unasema umeamua kusitisha masuala ya shule. Huduma imekaaje mpaka sasa hivi tunavyozungumza? Huduma unaifanyaje? Je, pengine umekushapata eneo, kanisa kama jengo, ama pia umepewa maelekezo gani kuhusiana na huduma utaiendesha vipi, na sasa hivi umefikia hatua gani? Kama ni washirika huko nao ni wangapi? Tueleze kuhusiana na huduma baada ya kupata wito. Amen. Namshukuru Bwana kwa hilo pia. Baada ya kupata sasa wito rasmi kwamba wewe nabii, afu ni nabii wa haki. Yaani kanitambulisha hivyo nabii wa haki.
katika wakati huu wa mwisho. Baada ya hayo yote, masuala ya huduma, mpaka sasa sina kiwanja na sina jengo, ila tupo katika process hizo na mchakato huo. Maana Bwana amesema na mmoja wa manabii nao walea, akisema nao kwamba mwaka huu hatupita huduma yangu, kwamba hatupita hii huduma mwaka huu. Kwa pengine Bwana mwaka huu akatunulia kiwanja au kafanya jambo jingine, hatujui, ila Bwana ndo anayejua. Kwa hatuna kiwanja wala jengo, ila tunaweka imani kwamba mwaka huu lazima tuwe na kiwanja kutoka kwa Bwana. Na pia kuhusu washirika ambao niko nao, ambao ni active kabisa, ambao naweza kusema kama hao na washirika wangu si zaidi ya 20. Na kuna baadhi wako Dar es Salaam, wako Kenya, wako Babati, yani wako mikoani sana. Na ibada wote tunafanyia online. Huwa tunakuwa na maombi kuanzia saa 4 hadi saa 6. Huwa tunakuwa na maombi ya toba na utakaso zaidi ya lisali moja. Alafu baada afu lingine leo ni kwa ajili ya kuombea mahitaji, kuombea kanisa, kuombea taifa, kuombea na sisi kwa sisi kama kanisa. Mungu atupe neema kuendelea mbele katika haki na utakatifu. Na Bwana amewapatia neema na kibali na moyo kukubaliana na ibada za design hiyo. Kwa wapo pale na wana amani na Mungu kawabadilisha kweli. Maana ingawa Mungu alikuwa tu akiwaambia mtafute mtumishi Moses, wanatafuta, tunaanza kuongea, ninawaelekeza njia, ninaelekeza hatua jinsi gani Mungu aseme nao, jinsi gani waheshimisha safi, jinsi gani wajitenge. Ndio hivyo na Mungu amekuwa akiwabadilisha hakika. Yaani ule utakatifu wa ndani na nje naona katika washirika wangu. Ili ni kanisa la Bwana na hao tu ni mali yake yeye. Sawa. Kuhusiana na gunia hili, lina historia gani ama lina sababu gani? Kwa nini unavaa gunia na umetuambia huwa unaenda mtaani pia ukiwa na vazi hili? Kwa nini hasa? Gunia hili kwanza kibiblia au katika ulimwengu wa roho, hili ni vazi takatifu la Bwana katika masuala mazima ya toba na maombolezo. Ninakumbuka na Biblia iko wazi wakati Yohana ametumwa kwa habari ya kuhubiri toba na watu wamgeukie Bwana ili Mungu asikaangamiza ule mji wa Nawi. Walivaa magunia, yani walivaa gunia, watoto, wanyama, mfalme, watu wote walivaa gunia na kujipaka majivu katika nyuso zao na katika vichwa vyao kwa ajili ya kuomboleza. Kwa hii ni ishara kwamba ninaomboleza, nafanya toba kwa ajili ya kanisa na kwa taifa. Maana ni kweli watu wameacha njia ya kweli na kanisa limeanguka, wachungaji wameanguka, wameacha injili ya kweli. Kwa tunavaa hivi kwa lengo kama ishara au kama utamsho kwamba tumeitwa kwa ajili ya toba na maombolezo. Na kikubwa ni kwamba Mungu amenipa roho kwa kanisa na jina la kanisa kwamba ni kifo cha Kristo. Maana kifo kwamba yani kifo kinaongea masuala ya maombolezo. Kwa tunavaa hivi kwa ajili ya maombolezo. Na sio kama ni sheria kuvaa hivi, mimi ndo ndiye anayevaa hivi. Ila kama mtu mwingine akiguswa au kuvutiwa kuvaa hivi, avae tu na sio sheria asipovaa pia. Kwa ni mimi ndo mimi ambaye ndo maono ndo. Kwa sababu nimeanza kuvaa hivi toka 2019. Sianza kuvaa hivi leo. Ninavaaga hivi toka 2019. Umekuwa katika masuala ya mission au nikiwa nimepewa kazi au nimeingia kuhubiri mtaani au kwenye kanisa, huwa napenda kuvaa nguo hizi kwa sababu hii ni vazi la mission, la toba. Mungu aliposema kama nihubiri toba tu, kwa naishi kama toba inavyotakiwa iwe. Ani naishi kitoba na kimombolezo. Kwa hiyo ndio maisha yangu na amani sana kuishi hivi. And nobody can anaweza kanipangia kwamba sio nini so aseme atakapasema, but mimi ninavaa kwa sababu ya toba na maombolezo. Na pia navaa hivi yani kama tu ishara ya unyenyekevu. Wakati sipendei sana kuvaa suti, ila mwanzo nilikuwa sana navaa suti, nilikuwa navaa yani namechisha kutoka katika mkoti, soksi, suruali na anavaa aswa suti. But baadaye Bwana akanikamata moyo kwamba wewe ni kujipenda, ni unaheshimisha ya nasa, ni kama ndio kupunguza hayo maisha. Maana hata hivyo nisipovaa suti haipunguzi anything,
but nikivaa hivi wana feel peace, maana nabeba nguvu za Bwana. Na hii navaa kwa sababu ya wito na huduma. Kwa mtu yote asiyakasema akabeza bana, yani kuvaa hivi yani sio shida kuvaa hivi, ni maamuzi. Na nimekuwa nikiona katika ndoto na maono, nilikuwa nimevaa hivi, nina vyombo vya injili, ninahubiri mtaani, nilikuwa nimevaa hivi. Kwa hiyo hamna madhara katika hili, wala hamna shida katika hili. Ni kwa ajili ya kazi ya Bwana, ni kwa ajili ya wito, mission. Watu watubu wamrudie Bwana, kifo cha Kristo, yani watu wafahamu kwamba Yesu alikufa. Maana kwa sasa hivi watu wamesahau kwamba Yesu alikufa. Wachungaji hawahubiri kuhusu tena kifo cha Kristo kama inavyotakiwa. Wanaongea tu kama tu kuongea kwamba kifo Yesu basi, ila yani hawaongei kifo. Sasa Bwana kaleta hii huduma na hii rogo ya kanisa la kifo cha Kristo ili kifo chake yani kitukuzwe. Maana anataka nimtengenezee watu wanafanana na kifo chake. Anasema kwamba anataka kanisa ambalo linafanana na kanisa kwanza la mitume. Mitume walikuwa yani waliishi vile kwa sababu ya kifo cha Kristo. Baada ya kwa Yesu amekufa, wao walitiwa nguvu baada ya Roho Mungu kuwashukia pia. Kwa hiyo walikuwa wakiendeleza kutangaza kifo cha nini? Cha Kristo. Kwa maana Bwana akawa anatumia kiasi kile, anawatumia kwa njia nyingi, kwa maajabu na ishara. Kwa kifo cha Kristo kinaposahaulika katika kanisa, katika taifa, lazima watu wamwache Bwana. Kwa Mungu anapotoa nafasi kama tukumbuke kifo chake, lazima tufanye hivyo. Na hii kazi au kusudi au mission hii ni kwa ajili ya kutukuza kifo cha Kristo msalabani. Ina maana kwamba watu lazima watubu na waishi, wasubishe miili yao katika msalaba wa Kristo, wafuke na Kristo. Yani waishi kama and they have to resemble, wafanane na kifo cha Kristo. Lazima wafe alafu waishi na Kristo. Okay. Sasa. Na matokeo yakoje katika injili kupitia vazi na injili ambayo unafanya mtaani na muonekano kwa ujumla na injili ambayo unaihubiri? Matokeo yakoje huko mtaani ambako umeenda, unaweza kutushuhudia japo kidogo ikoje? Namshukuru Bwana, ninapovaa hivi ninapoingia mtaani kwa ajili ya injilisti na speaker yangu. Anasema kwamba watu wanasikiliza kwa makini sana. Maana wanavona nimevaa hivi. Njua kuna ile akili kwamba hichi ni nini na kwa nini hivi. Sasa pengine hawajawahi kuuliza kwamba au kujua kwa nini navaa hivi au kwa nini nafanya vile. Ila wanapokuwa wananishangaa jinsi nilivyovaa au muonekano wangu au injili ambayo au injili inahubiri hii injili ya upanga, toba na utakatifu. Wanapokuwa wanashangaa vile, wanapokea injili. Maana imeandikwa ya kwamba na injili hiyo itahubiriwa hata miisho dunia. Ndipo sasa siku ile ya mwisho itakapokuwa. Kwa hiyo tunahubiri injili ili mtu asikie. Ili siku ile sasa Bwana mimi sikusikia injili. Kwa hiyo tunaingia mitaani, naambia kama Bwana anasema tubuni, mrejee kwake. Kwa anaposikia hivyo siku ile hata kuwa na cha kudefend au kujisema Bwana mimi sikusikia. Hata kama hawezi kusikia, ila anakuwa anaangalia haya maandishi. Kwa pia hii message ya kuandika hivi anakuwa pia anapokea injili kwa mata kama pia kwamba asikii but anaona. Kwa akisoma hapa anaelewa kama mmoja jamaa anaongea masuala ya injili toba. Kwa mtu anapoona tu hili gunia ajue kwamba injili ni ya toba inahubiriwa. Maana hili ndio vazi ambalo Mungu anaagiza watu wavae kwa ajili ya urejesho, kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kumrudia yeye. Hakuna vazi jingine la kazi hiyo. Kwa tunavaa hivi kwa ajili ya kutangaza toba. Kwa mtu akiona hivi anataka ajue kwamba hapa kuna toba. Kwa mtu achukue maamuzi ya kumrudia Bwana. Pengine una rekodi ama orodha ya wale ambao wamekwisha kumkubali Kristo kupitia injili yako ya mtaani? Siwezi nikakumbuka, maana huwa ninahubiri afu nagawa vipeperushi hivyo. Kwa hiyo baadaye huwa ninapigiwa simu. Wapo watu wanao nipigia, ninaombea sala la toba. Alafu inakuwa hivyo. Kwa sababu kujua kama pengine ipokea kupitia mtaani au online. Maana kuna watu wengi tu ambao wanapigia simu. Kwa hiyo wewe unajua
kama pengine achukua namba baada ya kumpa hicho kipeperushi, pengine achukua namba huko, huwezi kujua, au apata namba yako kwa njia ya online kwenye hizi injili za mitandaoni. Kwa hiyo siwezi kuwa na uhakika nisingesema uongo kwamba wao ni naye mtaani sumtaka kwa hapana. Napigiwa simu baada ya kuwa sasa nishahubiri, kwa sababu nikiwa mtaani hivi mtu kusogelea kwamba atubu ni ngumu sana. Yaani sijai kukutana na ambaye ana ujasiri, but nikiwa nyumbani sasa napigiwa simu kwamba mtumishi ni hivi, nimependa na injili yako hivyo. Sawa sawa. Tukigusia kuhusiana na injili ambayo unaihubiri, pale mwanzoni wakati tunaanza tuliweza kuorodhesha kwenye kipeperushi vile vitu ambavyo vimeorodheshwa kama dhambi na watu waweze kuachana navyo. Viko vingi sana ambavyo kwenye makanisa mengi hawavihubiri, lakini wewe umeweza kuvigusia humu. Umevigusia humu mpaka kuna masuala ya kuangalia na kuwa shabiki wa mpira na kushiriki, yani kucheza mpira pamoja na kuwa shabiki, lakini pia kusikiliza muziki, kuangalia movie. Hivi vitu ni kati ya vitu ambavyo huwa ni vigumu sana na vichache sana kuvisikia katika watumishi wakivihubiri. Kwa upande wako wewe, haujawahi kupata pengine ukinzani ama challenge ama kukataliwa ujumbe huu ambao unahubiri kwamba unapotosha? Kuhusu hilo nishakataliwa sana, nishafukuzwa sana makanisani. Nakumbuka kanisa moja la TAG hapa Nyegezi tu, nilikuwa nikipeleka ujumbe sana madhabahuni. Sasa nilipokuwa nikipelekea pastor ofisi ujumbe kwamba atangazie watu watubu, pastor ule hafikishi ujumbe kwa shirika wake. Sasa nikawa natumia mbinu kwamba ule muda wa wageni na wa kujitambulisha au kushukuru, nasimama nachukua mic. Na sasa nikawa natumia nafasi hiyo kwa ajili ya kuambia neno hata moja kwamba tubuni, hichi ni dhambi, hichi hakifai. Katika hivyo siku moja huyo pastor sasa wa TAG, baada ya kuwa nimekemea hivyo, alisimama akanikansel mbele ya washirika wake. Akasema kwamba yeye mke wake lazima ajipambe, ajirembe, apendeze, avutie. Kwa hiyo sasa nikampangia na akasema kwamba huyu mtu afanye msimsikilize. Nifika sehemu baada nataka nipeke kwa mwenyekiti kwamba naribu vijana wake wapo kanisani kwa sababu ya injili. Na ni makanisa mengi ambayo nimefukuzwa. Ni mengi, na pia watu wengi ambao wamepelekea ujumbe wameukataa. Unaona? Wamekataa kwa sababu injili ni ngumu. Ili mtu aipokee lazima Bwana ampe neema kwanza. Maana hakuna mtu ambaye anampokea Yesu bila Mungu kumjalia neema. Sawa? Nimefukuzwa sana makanisa mengi. Nakumbuka kwa wakati mmoja nilikuwa nikihubiri katika kanisa la FPCT. Nilikuwa nakemea dhambi ya masuala ya mapambo na uovu mwingine. Sasa katika kugusia kipengele cha mapambo ni njoo ukiwa katika roho kwa wanahubiri wakati akiza kuaga hazipo. Kwa hiyo unafanya ambacho Mungu anacho kuongoza ukifanya. Sasa nilikuwa nakemea, nikamfuata mshirika, nipo katika baada na hubiri. Nipa nafasi ya hubiri siku hiyo. Nilikuwa na hubiri, mkemea mtu hapo kwa hapo kwamba wewe hichi hapa unatakiwa ukivue, hichi hapa hakifai, hizi nywele hizi su mikufu au kusuka huko Mungu hapendi. Sasa kwenda kuhubiri hivyo, pastor akainuka kwamba ondoka madhabahuni. Nilikuwa naenda kuhubiri kwamba ondoka hapo. Sasa ndo tangu hapo sasa nikaimwaga hata nafasi ya kudumu hapo kanisani. Ndo baadaye tena nikafukuzwa kama naharibu kanisa lake. Sasa sio kanisa ni la mwanadamu au kanisa ni la Kristo, but ndivyo nilivyoambiwa. Mialiko vipi? Mialiko umekuwa ukipata? Mialiko sijai kualikwa, lakini nilikuwa nikipeleka ujumbe. Hiyo kwamba njoo utuhubirie, sijai kupata kusema kweli, but wakati anapeleka injili. Njoo kama mtu anajua injili hii hawezi kunialika. Labda asikie kwa mara kwanza ndo agome kunipa nafasi kwa wakati mwingine. But wao ninaenda tu kwa mara ya kwanza, haja kusikia injili au pengine anijui, anasema tu Mungu amenituma nataka kuzungumza na kanisa. Kwa nikiongea vile akisikia injili, mbona anasema hii injili ya kuharibu kanisa langu, mbona tena itafanya watu wakimbia. Maana hata katika masuala ya mipira haya kuna shirika
au kuna wachungaji au kuna dini au dhehebu zina timu za mpira. Kwa hiyo ukihamia hapa na kuwa unaharibu soko la kanisa. Na kwamba wale washirika wanaweza wakahama, sababu watu wengi wameishi katika maisha yao muda mrefu. Wanaishi katika starehe hizo, upagani huo, kushabikia mpira, ibada hizo za sanamu. Kwa hiyo ukienda ukawa unawakemea hapa na kwa unaharibu. Kama pastor hana roho Mungu, basi atakufukuza. Lakini kama anaye roho Mungu, kama anaye roho Mungu, Mungu atamshuhudia kwamba injili ni ya kweli, mwache kijana aendelee kuhubiri. Sawa. Na tunapogusia injili ya utakatifu, toba, pamoja na unyakuo, mara nyingi pia unapogusia haya masuala ya utakatifu wa nje na ndani, kumekuwa na ukinzani ama challenge kubwa ambayo huwa inaelezwa na wahubiri wengi ambao wanapinga injili hii, ikielezwa kwamba ni injili ambayo ni mafunuo sio ya Mungu, sababu ni injili ambayo inaonekana kama inagusia sana sheria, injili ya sheria, na ukizingatia kwamba hatuishi chini ya sheria tena, tunaishi kwa neema kwa sasa hivi, hatuishi tena kwenye sheria. Kwa hiyo inaonekana kama sheria zile zilikuwa zinatumika pengine ni kwenye kipindi cha nyuma sana, ama Agano la Kale, wengine wanasema hata hivyo, kwamba kwa sasa hivi kuhubiri vitu ambavyo vinaonekana kama ni sheria, ni makatazo, ni injili ambayo sio sahihi. Kwa upande wako wewe, ukikutana na challenge kama hii kwamba inaelezwa unaleta masuala ya sheria ambayo hayapo tena, yamekwisha pitwa na wakati wake, ambayo wewe unayaleta tena, wewe hili huwa unakutana nalo na huwa unalikabili vipi? Huwaga watu tunakutana nayo hayo. Huwaga yapo sana. Watu tunapingwa sana. Unajua mtu anakuja na kuambia kwamba swala la kusuka nywele au kuvaa hizo wigi kwamba ni sheria. Sasa sheria sheria kivipi wakati imeandikwa katika Agano Jipya? How comes ikawa sheria? Alafu Biblia au neno la Mungu limejaa everything ambacho kiko humu ni maagizo, ni sheria, ni amri. Kwa Bwana akasema kwamba kwamba hapa ni sheria, hapana. Mungu anapokuwa anaagiza neno lake, ni sheria kwamba watu waliishi hilo neno. Kwa sheria sio zile amri 10 za Agano la Kale. Hichi kitabu hata Agano Jipya lina sheria nyingi tu za kufuata na za kuzingatia. Sasa watu wengi wanakuwa wanatumia msemo huo kwamba ni sheria ili kujidefend makosa yao, ili wasikemee ushirika wao. Maana unajua kwamba siku hizo washirika wanaishi maisha kipagani sana. Kwa akiwakemea kuhusu kusuka au kuhusu kuvaa suruali kwa wanawake au kuhusu kufanya hivi, anajua kwamba watamkimbia na hata kukosa sadaka kule. Kwa ila katika misingi ya neno la Mungu, kusuka kupo katika Agano Jipya. Sasa sheria inakuwa inaingiaje hapo? Mimi najua na mpaka sasa hivi nishafanya tafiti. Ambacho kinaharibu sana injili ni theolojia. Ni theolojia. Mtu akaenda kusoma theolojia, kama Mungu hajamfundisha, hajampika kwamba akaiva katika injili, akaenda kula lazima apotee. Lazima apotee. Sasa akifika hapa anaanza kuhubiri madudu. Unaona? Kwa hiyo theolojia ndio ambayo adui kwa sasa amewekeza kuharibu injili ya kweli, kwamba Yesu ni sheria, sio Mungu angalie mwili, anaangalia moyo. Kumbuka mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini Mungu asiangalie hekalu lake, afa angalia tu moyo? Kwa hiyo tunapotaka alafu kwamba eti Mungu anaangalia moyo, hiyo ni kitu ni impossible. Kwa hiyo theolojia ndio imeharibu sana hiyo injili. Kwa mambo hapo tunakutana na pingwa na natokana, anaonekana mpagani, anaonekana na roho chafu. Lakini injili lazima tu ibaki kuwa injili. Injili ni upanga, ni moto. Lazima ukisikia vizuri lazima kuchoma, lazima ikunguze. Bwana anapokuwa anaagiza neno lake ni kwa ajili ya kukomboa mtu. Sawa? Kwa hiyo hawa wachungaji sio maaskofu wanaongea kwamba sijui hiyo ni sheria sio nini. Na siku hizi nasema kwamba kusuka
sio mwanamke kuwa mchungaji, yani kazo kama ile kwamba mwanamke asiwe mchungaji, asubiri au asongee. Wanasema kwamba ni katazo la Korintho tu. Sasa nikawaza kwamba eti ni mazingira ya yani watu wakati sasa nikawaza kusuka, mbona mpaka sasa hivi wanasuka, na mbona Paulo alizuia kwa wakati ule? Kwa yani injili inakuwa applicable kwa kila mtu ambaye anaamini Kristo. Kama Wakorintho walikemea kuhusu kitu, na nyewe sasa hivi lazima mkemee kuhusu hicho kitu. Basi kama ndivyo Mungu basi awaandikenye Biblia yani ya kununyie. Kwa sababu msaka kwamba kusuka au mwanamke kuwa kutokuwa pastor au mchungaji ni swala la Korintho, basi Mungu aandikie barua aandikie Biblia ya Watanzania basi, au ya wakati wenu huu, au andike basi barua au Biblia ya Wasukuma. Maana amesema kwamba kusuka ni wa Korintho. Kwa hiyo nyie yenu ni lipi? Sasa mbona vifungu vya baraka mnasema kwamba ni vya kwenu nyie? Kwa nini vifungu vya katazo mnasema kama ni vya Korintho? Kwa nini iwe hivyo? Basi mkatae na baraka basi mkatae na nini? Na baraka mzikatae sasa kwamba ni za Korintho waliambiwa hao. Kwa sababu neno la Mungu lafaa kama fundisho kwa kukemea na kuonya. Kwa kila mtu anatakiwa kuonywa kwa neno hilo ambalo alionywa kwa watu wengine. Hakuna kwamba hili ni la watu fulani, ni la watu fulani, la mazingira fulani. Hakuna mazingira. Bwana anapokuwa anatoa maonyo, anaangalia pia anaangalia na future pia. Unaona? Biblia imeandikwa hii ni kama ramani ya kumwongoza Kristo. Ukumbuke mitume hao ndio waliofanya sisi leo tunamfahamu Kristo. Na ukumbuke imeandikwa katika Efeso 2:20 kwamba tumejengwa katika msingi wa manabii na hao mitume. Sasa kwa nini tukatae injili za hawa watu? Kwamba alikuwa anaongelea kwa ajili ya Korintho. Ukumbuke pasipo hao leo msingefahamu hata Kristo nani. Msingeokolewa leo. Unaona? Kwa lazima tuishi katika misingi ile ambao waliishi hao wengine ambao wafahamu Kristo, kwa sababu imani ni moja. Maandiko ni hayo. Haipaswi kubadilika, au kamba nyie sasa hivi sasa au basi kwa sababu ya kisasa basi nyie mwana Biblia yenu ya wakati wenu. Hapana, Mungu alikuwa hivyo. Mungu ni mzee wa siku, naye hajazeeka. Kwa Mungu anaangalia ambacho alikiagiza. Kama wewe unakifanya, kama alizuia afu wewe unakifanya, huwezi kuingia mbinguni. Yule mshirika Mkristo ama mtu ambaye hajaokoka lakini anasikia hiki kitu na ni kama kinamchanganya, kinamweka njia panda. Akisikia wachungaji wengine wanahubiri hivi, wengine wanasema ni sawa tu, wengine wanasema hapana. Kuna wengine huko kanisani wanachanganyikiwa, wanashindwa wafanye nini na hawajui cha kufanya. Unawashauri nini hawa? Hiyo waga ipo sana katika makanisa ya sasa hivi yaliyoanguka. Wachungaji wanafanya ushirika kuwa ni mali yao, mkoa mtaji wao. Kwa hiyo hawezi kuruhusu kwamba wakasikiza injili fulani au neno fulani. Kwa anakuwa anawekea vikwazo na ukuta hao shirika wasipokee ili hapa haliwafai, ili hapa linawafaa. Lengo anataka kulinda ule wadhifa wake, sadaka zake na wingi wa shirika. Unaona? Lakini Mungu anasema anasema hivi, kanisa ni mali yake. Kwa hao washirika sio mali ya pastor, ni mali ya Mungu. Imeandikwa hivi kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu. Kwa hiyo mshirika ambaye anakutana na hizi challenge kwamba sikia huyu aache huyu, anatakiwa tu anatakiwa tu afuate neno la Kristo linavyosema. Mungu amesema kwamba hichi hapa kiache. Acha kwenda kumuuliza pastor wako. Piga magoti muulize Kristo. Mungu anazungumza. Ukimwendea Mungu kwa toba na kwa utakaso na kwa unyenyekevu, Mungu anasema na wewe. Kwa sababu wewe ni mwanae na hapendi upotee. Sema tu akufunulie kwamba hichi hapa sio. Kwa muda kwenda kumuuliza pastor, piga magoti. Chukua Biblia yako, soma. Muulize Bwana, je, Mungu hivi kitu wewe ndio umekiagiza au mimi kama sielewi. Roho Mungu ni mwaminifu, atakufunulia. Wachungaji siku hizi wengi wao wana mikataba na kuzimu.
Kwa hawezi kuelekeza njia ya kweli. Tupo katika kampeni. Kuna watumishi wa giza na wa nuru. Kuna wabisi na kuna wa Kristo. Kwa hiyo kama upo katika kanisa ambalo linaongozwa na pastor ambaye ni wa giza, ambaye ni kipofu, hata kama utamuulizia about anything, hawezi kuambia ukweli. Atakuficha, maana yeye ni kipofu na hajui pia. Kwa wewe msaada wako ni mmoja tu. Piga magoti, muulize Bwana. Usitegemee mwanadamu. Siku hizi watu wanaanguka every day. Kesi kwa anaanguka na kumwacha Kristo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unataka kujenge msingi wa kumtafuta na kumtegemea Kristo. Roho Mungu yuko kwa kila mtu. Piga magoti, muulize Bwana, je, hichi ni kweli au sio? Maana siku hizi ni waongo sana, watakudanganya. Okay. Sawa. Ushauri wa mtumishi wa Mungu hapo anasema piga magoti, muulize Bwana, yeye atakujibu. Yeye ndo ana majibu. Maana ni kweli huyu atasema hili, mwingine atasema lile, na unaona unachanganyikiwa. Sasa mbona mchungaji wangu hajasema, mbona fulani afanye hivyo, mbona hivi? Muulize Kristo. Yesu anasikiliza maombi ya kila mtu na anakujibu. Pengine kama hujui jinsi ya kumuuliza, pia watafuta watumishi wa Mungu, watakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaingia magotini na ukapokea majibu ya maswali yako bila shida yoyote. Inawezekana kabisa. Na sio kwamba anajibiwa mchungaji tu ama nabii, mtume ama nani. Kila mtu anaweza akauliza na akajibiwa, ila kuna kanuni. Kuna kanuni. Na mtumishi wa Mungu hapa atakuja kueleza. Leo tulikuwa tunatamani kuzungumzia zaidi kuhusiana na ushuhuda wake, mapito yake na mpaka sasa hivi huduma yake ilipofikia. Lakini kwa neema ya Mungu tutampatia nafasi wakati mwingine ambapo tutakuwa na maswali, tutakuwa na vipindi, kutakuwa na masomo ambayo atakuwa anayaleta kuhusiana na haya ambayo tumeyataja. Umesikia makatazo yako mengi sana. Ataeleza kwa mujibu wa Biblia na pia kwa mujibu wa vile ambavyo alifunuliwa, lakini pia kwa undani, kwa ajili ya kudadavua kwa undani zaidi uweze kuelewa kwamba hiki anakisema hiki, je, kwa nini anasema hivyo, ni dhambi, kwa nini, na Biblia inasemaje. Yote hayo ataleta katika masomo wakati mwingine, lakini leo tulikuwa tunatamani tuweze kusikia tu ushuhuda wake na historia kwa ujumla wake. Unasema kitu gani unataka kuongezea hapo mtumishi? Huu ni ushauri kwa kila mtu ambaye anataka ingie mbinguni. Maana sasa hivi tunaishi katika nyakati mbovu sana. Dunia imechafuka, imekuwa giza sana. Kwa hiyo kama Mkristo au kama mtu ambaye anataka kuokoka sasa na kufuata Kristo katika njia ya haki na utakatifu, kabla hujaingia katika madhabahu yote ile, kabla hujafuatana na pastor, nabii, wewe yote ile, kwanza muulize Bwana. Bwana amesema kwamba atapatia wachungaji sawa wa haki, atakupatia chakula kizuri. Kwa natakiwa upige magoti, Bwana akufunulie, je, huyo pastor ambao unataka ufuatane naye, je, ni wa haki? Je, ni wa kweli? Kwa kabla hujaingia katika kanisa lote lile au madhabahu, muulize kwanza Roho Mtakatifu kwamba Mungu, hivi hapa napoingia ni pako au ni pa adui? Kwa hiyo ni ushauri. Usikimbie tu katika makanisa kisha umesikia kuna nabii fulani, hapana. Muulize kwanza Mungu atakuongoza katika pastor au mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya kukulea kiroho. Na ikimpendeza Mungu pia tutakuwa na mijadala kwa ajili ya kuweka sawa haya mambo, kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Tunafahamu wote ni wanafunzi, tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo watumishi mbalimbali wa Mungu, akiwepo mtumishi huyu na wengine, tutatamani kuwaleta hata kwenye midahalo fulani ya kuweza kujifunza kupitia Biblia, maandiko, ufunuo, fakti kwa ujumla wake. Sio marumbano, lakini inakuwa ni darasa kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo tulikuahidi hilo jambo, na kwa neema Mungu basi kuna wakati ambapo ukifika tutaleta hayo masomo na hivyo vipindi. Mtumishi wa Mungu, kabla hatujafika tamati katika siku ya leo, natamani utueleze kuhusiana na huduma yako kwa ujumla kwa sasa hivi. Mna malengo gani katika huduma? Je, kuna kanisa ambalo pengine mmepanga kulifungua kama jengo, ama pengine kwa sasa mtaendelea tu katika mfumo wa kukutana online pamoja na pale ambapo mnakutana kwa wakati? Natamani tufahamu hapo mna malengo gani katika huduma kwa ujumla, lakini pia mtu akihitaji kufikia sasa kwenye huduma, maana tumesema uko Mwanza, ni Mwanza sehemu gani?
na mtu atafikaje katika huduma? Tueleze hayo. Yesu atukuzwe. Kwa sasa hivi tuna malengo ya kupata sehemu ya kuabudia kwa kweli. Yaani tunabidii sana katika kuomba Mungu afungue milango tupate sehemu ya kuabudia. Tunataka tutoke ile ya online sasa tuingie physical. Nimekuwa sana na ninafuatilia angalau basi pate kupata jengo hata la kukodi kwa ajili ya ibada, lakini sijapata. Nimekuwa sana nikitembea nikitafuta jengo tu la kuabudia, sijapata. Kwa tamaa sana na maana kwa sababu tunawekeza, tunajinyima na kufanya bidii sana angalau tupate hata kiwanja sasa. Kwa tunaweka hela ndogo ndogo kama ni elfu ngapi tunatunza kwa ajili ya kununua kiwanja. Tayari mna akiba ambayo ipo tayari, pengine mmeshatunza mpaka sasa hivi inafahamika kiwango? Kusema kweli, akiba ambayo tunategemea ni alitoa tu mshirika, alitoa kama zaka, alitoa 1,000,000 na kama laki sita hivi. Kwa ndio nilisema kwamba hii pesa siwezi kuitumia katika matumizi yangu, nitafanya kwa kama kianzio kwa ajili ya uwanja. Kwa hiyo ndo kama sisi ndo kama akiba yetu au kianzio kama sasa kwa ajili ya kiwanja. Kwa kiwanja kwa Mwanza na kiwanja ambacho mnakihitaji nyie kinaweza kama kinagharimu kama ni pesa za Kitanzania shingapi kwa tathmini ambayo mlifanya? Kuna siku nimemuulizia dalali akasema kwamba kuna kiwanja cha 500,000 sehemu, ila ni cha kawaida sana. Lakini mimi ningepata heka moja, maana nataka nijenge madhabahu kubwa sana. Maana natakiwa madhabahu katikati. Kwa natakiwa watu wazunguke madhabahu ya Bwana. Heka inaweza kuwa ina cost kiasi gani? Heka ni kama ni kama kuanzia 10,000,000. Na niulizia pale kuna kwa sehemu hapo Usagara au Buhongo hapo. Waweza kuona sana kupata hicho kiwanja kama cha heka hivi. But kwa sasa hivi Mungu atakapofungua mlango hata kama ni cha 500,000 tutaanzia maisha. Tutaanzia tu kwa ajili ya huduma, sababu nabii sana mitaani. Kwa ili mtu pia aje kuelewa kiroho, ndio pia aje katika madhabahu sasa ili aelewe vizuri kiroho. Maana sahihi ya kuhubiri mtaani tunahubiri sana. Watu wanamkubali Kristo, ila sema kuabudia ndo kwamba inakuwa inakosa ya kuelelea wao. Kwa Bwana akitubariki kiwanja chochote kile sehemu yote ile tutakapoamua yeye tutafanya madhabahu yake. Na mnapatikana wapi kwa sasa? Maana kuna watu ambao wamekuwa wakiuliza sana kupitia Promova TV. Kwa Mwanza tutapata wapi mtumishi ambaye anahubiri injili ya utakatifu ambayo inahubiriwa sana kwenye Promova TV? Tunatamani tufike huko. Mwanza vipi? Hebu tueleze wewe, tumuelekeze sasa yule ambaye yuko Mwanza na anatamani kufika ulipo sasa hivi, anakufikiaje? Amen. Bwana atukuzwe. Kwa sasa hivi nipo Nyegezi. Nyegezi Kona tu. Kabla hujafika Nyegezi stand, kuna Nyegezi Kona hapo jeshini, hapo kambi ya jeshi. Ukifika hapo tu kanipigia simu na kupokea. Hapo ndo napoishi. Nimepanga ndipo napoishi. Ila sehemu kama vile kama baada ya watu baadhi inaweza ikafanyika pale nje ya uwanja. Hamna shida kabisa. Tukafanya hata ibada pale nyumbani au nje pale. Sawa, hebu tupatie mawasiliano yako. Umetueleza pia kwamba una group la WhatsApp ambako huko pia huwa kuna ibada na mafundisho, machapisho mbalimbali. Hebu tupatie sasa mawasiliano kwa yule ambaye anahitaji kujiunga kwenye grupu, anahitaji kuwasiliana na wewe, anahitaji maombezi, ama anahitaji kusupport, pengine kuna mtu ameguswa hapa anatamani kufanya jambo kwa ajili ya huduma yako. Karibu. Amen. Namba zangu za simu kwa Voda ni 07 53 14 52 07 na nyingine ni 06 23 37 10 12. Zipo WhatsApp, zipo niko hewani muda wote. Zote zipo kwa WhatsApp? Yes, zipo WhatsApp zote. Na katika channel ya YouTube jina ni Kanisa la Kifo cha Kristo. Kanisa la Kifo cha Kristo. Hiyo ndio channel yetu.
Kwa hiyo tunaweka pale nyimbo, tunaweka mahubiri pia. Sawa. Neno la mwisho kabisa ambalo ungependa kumweleza yule ambaye amefuatilia ushuhuda wako kwa leo, najua tutakuwa na session nyingine, unamwacha na ujumbe gani siku ya leo? Bwana wa majeshi anasema hivi, ni wakati kifo chake sasa kitukuzwe. Ni wakati wa kanisa kurudi katika msalaba wa Kristo. Turejea katika misingi ile ya kanisa la kwanza la mitume. Bwana ameagiza turudi katika misingi na tuwe kama kanisa la kwanza la mitume, katika matendo, katika maneno. Kwa hiyo kama Mkristo, kama unayenisikiliza hapa, njoni tufanye toba ya kumrudia Bwana. Kutubu, kutubu ni lazima. Kama unataka mambo yako yawe sawa, fanya toba kwanza. Achana sio nini, fanya toba tu. Unaweza kuchukua saa moja kwa ajili ya toba na mambo yako yakawa sawa kabisa. Mimi ni shahidi wa hayo maisha. Kwa hiyo ni wakati wa toba na wakati wa kurudi kwa Kristo. Kwa tutubu na kujitakasa kila wakati. Mungu atupatie neema na Mungu asaidie pia katika jina la Yesu. Namna hiyo, mtazamaji pamoja na msikilizaji, tumemsikia mtumishi wa Mungu Prophet Moses Magabe kama ambavyo ametueleza kwa undani zaidi kuhusiana na huduma yake, historia yake alipofikia na anachokiamini tumesikia. Lakini kama ambavyo nimekuahidi, ikimpendeza Mungu, wakati mwingine pia tutampatia nafasi kwenye vipindi, masomo mbalimbali, ama hata injili huko mtaani ambako anasema huwa hanahubiri huko. Tutamtembelea wakati mmoja tuweze kuona ikoje huko mtaani, mambo ambavyo yanafanyika. Lakini pia tunaahidi kwamba tutaendelea kufuatilia pia hatua kwa hatua tuweze kufahamu kuhusiana na ile shauku yake kubwa kabisa ya kupata madhabahu kama kanisa kama jengo. Tuone wamefikia wapi, na pengine kupitia kampeni zetu za kujenga makanisa tunaweza tukamfikia ili tuweze kuona maendeleo yakoje na kile ambacho kinaweza kufanyika kwa ajili ya kumshika mkono na kazi ya Mungu isonge mbele. Kikubwa tu ni kwamba endelea kufuatilia Promova TV ili kufahamu zaidi kuhusiana na mtumishi wa Mungu pamoja na watumishi wengine wengi. Promova TV ni sehemu ambapo utaendelea kupata injili nzuri, utaendelea kujengwa, na hakikisha pia unasambaza kwa wengine. Ukipata pia ushuhuda kama huu, ukapata ujumbe kutoka kwetu, unasambaza kwa wengine na tunabarikiwa wote. Kumbuka pia kama na wewe una ushuhuda, unatamani kushuhudia kupitia Promova TV, ama kuna mtu unamfahamu ana ushuhuda mkubwa sana unatamani tuweze kumfikia, usisite kututafuta katika nambari zetu za simu ambazo tumekuwa tukizitaja mara zote. Tupigie simu, tuwasiliane, tuma ujumbe mfupi, tutakujibu, tutazungumza na mambo yataenda vizuri kabisa. Namba hizi pia unaweza kuzitumia kwa ajili ya kusupport Promova TV na ushuhuda, kipindi cha ushuhuda na Promova TV kwa ujumla. Hata kama unataka kusupport kwa sadaka yako pia unakaribishwa kufanya hivyo. Namba ni hizi hapa: kujumlisha 255766294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255784074462. Ziko namba nyingi, kuna namba ya Kenya, lakini pia kuna namba maalum kwa ajili ya kampeni yetu ya kujenga makanisa, na namba ziko nyingi, na account pia ziko pengine za benki, lakini pia kuna namna ambavyo unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Pengine una maswali, una maoni, mapendekezo, wewe tutafute tu kwenye hizo nambari, alafu tutakupatia hizi nyingine zote. Kwa hiyo hizo nambari zinapatikana pia kwenye WhatsApp. Tutafute huko kama una maswali, maoni, mapendekezo, ama unahitaji kujua chochote kutoka Promova TV. Hizo ndo namba za simu ambazo unaweza ukazitumia na tukawasiliana hapo na ikafanyika baraka sana. Asante sana kwa muda wako, umekuwa mtu wa baraka sana kuweza kufuatilia tangu tumeanza mpaka kufika hapa tamati. Tunakushukuru sana. Haujapoteza muda, bali umetumia muda wako kwa thamani kubwa sana. Endelea kufanya hivyo kwa vipindi vingine vingi ambavyo vinafuata kupitia hapa Promova TV. Jina langu mimi ni Jaktani Msafiri, ndiye ambaye nimekuwa mtangazaji katika siku ya leo hapa kwenye kipindi hiki, lakini yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, director, picha, sauti, mwanga vinakaa vizuri, anajulikana kama David Robert. Tukutane wakati mwingine. Leo tukuage tukisema asante sana kwa muda wako, ubarikiwe sana. Kwa heri. Naomba tuombe, tumshukuru Bwana kwa yote haya.
Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, nashukuru kwa neema yako, na neema yako imekuwa juu yetu Bwana. Asante kwa kutupenda Mungu kiasi hiki, na si neema yako Bwana kwa kila ambaye anasikiza shuhuda hizi. Bwana, ukamwandae kwa ajili ya unyakuo, usimpite hata mmoja Bwana. Yesu Kristo, kwa neema yako na rehema zako Bwana, na si neema yako ikamshukie kila mmoja katika jina la Yesu aliye hai. Ukatuandae kwa ajili ya kazi yako Bwana, kutie nguvu Mungu wa Israeli, kwa nguvu zako na kwa neno lako Bwana. Tuongoze kwa Roho Mtakatifu ili tuishi katika haki muda wote. Neema yako izidi kutukuka na kifo chako izidi kutangazika katika jina la Yesu. Tuongoze, bariki vyombo hivi vya Promova kwa neema yako Bwana, ukazidi kuwatumia, ukazidi kuwabariki zaidi Bwana. Wasikose mbingu, maana kazi yao ni njema na ni kubwa sana. Wasikose mbingu Bwana, wasikose mbingu, wasikose mbingu, hapana, wasikose mbingu Bwana, katika jina la Yesu. Neema yako ikawashukie na bariki katika jina la Yesu. Kwa baraka za kinabii Bwana, ukatakabali, ukapokee, ukapate neema wanapokuwa kawaonya na kuwatandika katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli Bwana, usikose mbingu. Hawa ni watoto wako, ila kazi zao ni kubwa. Usiwaache kwa bariki zaidi katika baraka za kiroho na za kimwili katika jina la Yesu aliye hai. Waongoze katika roho kwa jina la Yesu. Naomba nikishukuru nikisema amen. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.